Tumezisambaza kwa ajili ya nyie kujaza wale ambao wanahitaji kunufaika na fedha hizi, na lengo la Mheshimiwa Rais ni kuwezesha biashara ndogo na kuwezesha vijana kuingia katika uzalishaji na kutumia fursa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na serikali. Ndugu zangu, hizi ni sehemu tu ya ahadi chache ambazo Mheshimiwa Rais aliziahidi na utekelezaji wake umeanza. Naomba kuchukua nafasi hii kuwaomba Watanzania tuendelee kuiunga mkono serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imedhamiria kuijenga Tanzania bora kupitia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM yenye kurasa 86 ambayo ndani yake imebeba uhakika wa amani na utulivu, maendeleo makubwa na kujenga tabasamu la utu kwa kila Mtanzania. Na hiyo ndiyo maana ya kazi na utu. Tumefanikiwa kufikia haya yote kwa sababu nchi yetu ina utulivu, na tutaendelea kunufaika na haya yote ikiwa tutazingatia amani, utulivu, umoja na mshikamano. Hili ni jukumu letu sisi wote wa Tanzania, na kama tunataka kufikia ndoto kubwa tulizojiwekea, ni lazima sote tuzungumze lugha moja. Na ndugu zangu waandishi wa habari, tuko hapa leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Pamoja na salamu hizi, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi ambazo serikali inapaswa kuzifanya inazifanya. Serikali haitaweza kutekeleza kazi zake kama nchi haitakuwa na utulivu, na watakaoumia ni wananchi. Kwa hivyo naomba ndugu zangu waandishi wa habari, na sisi tutumie kalamu zetu kuwaelimisha, kuhamasisha na kuwaunganisha Watanzania badala ya kuandika habari na kusambaza taarifa ambazo zinawatenganisha na kuwafarakanisha. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Pamoja na salamu hizi ambazo nimewaita hapa ili tuzungumze mambo machache kuhusu kazi zinazofanywa na serikali katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Naomba ifahamike kuwa serikali inaitazama sekta hii kama moja ya sekta za kimkakati ambazo zinachangia katika mageuzi makubwa ya kiuchumi. Nyote mnafahamu mwezi Julai mwaka 2026 tutaanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Dira ambayo ndani yake imebeba maono makubwa, imebeba matarajio na matamanio makubwa ya kujenga uchumi wenye thamani ya dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Yaani tunakwenda kujenga uchumi utakaokuwa zaidi ya mara 10 ya uchumi tulionao sasa, ambao una thamani ya dola za Marekani bilioni 81.5. Ni uchumi ambao utaongeza pato la Mtanzania kutoka dola za Marekani 1343 za sasa kwenda dola za Marekani 7,000 ifikapo mwaka 2050. Na hiyo ni pato la mwaka. Wakati huo tunategemea kwamba nchi yetu itakuwa na Watanzania zaidi ya milioni 120. Kwa sasa hivi tuko kama milioni 65. Kwa hiyo tutakuwa karibu mara 2. Kwa hiyo tunakwenda kujenga uchumi mkubwa. Sasa serikali kwa kutambua hili imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya usafiri na usafirishaji kupitia anga, maji na barabara. Tukianza na usafiri wa anga, katika kipindi cha kuanzia mwaka 2022-23 hadi 23-24, serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika viwanja vya ndege yenye thamani ya takriban shilingi trilioni 1 na bilioni 154, inayolenga kuongeza uwezo wa viwanja vyetu vya ndege kuhudumia ndege na abiria pamoja na mizigo, lakini pia kuboresha usalama, ulinzi na uwezeshaji katika viwanja hivyo. Baadhi ya miradi inayotekelezwa imekamilika kwa 100% na mingine ipo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji. Naomba nitaje baadhi michache katika viwanja vya ndege. Tunao uwanja wa ndege wa Arusha. Uwanja huu unatekeleza mradi mkubwa wa kuongeza uwekaji kwanza wa taa na za kuongozea ndege ambao unagharimiwa na serikali, pamoja na ujenzi wa kituo cha umeme kwa gharama ya shilingi bilioni 10 na milioni 472. Mradi huu mpaka sasa umefika 25% ya utekelezaji. Ujenzi wa jengo la abiria katika uwanja huu umekwisha kamilika, unatumika vizuri, na mimi leo tu asubuhi nimepita katika uwanja ule. Tuna uwanja mzuri kabisa na unavutia watu wengi. Tunafanya pia uwekezaji katika uwanja wa ndege wa Moshi.
serikali kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege inatekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa Moshi ambao unaendelea kwa gharama ya shilingi bilioni 14.14. Mradi huu unahusisha ukarabati wa barabara ya kuruka na kutua ndege kwa kiwango cha lami yenye urefu wa mita 1240, ujenzi wa barabara za kuingia uwanjani zenye urefu wa mita 455, ujenzi wa maegesho ya ndege, njia za kiunganishi kwa kiwango cha lami, pamoja na ujenzi wa barabara za mzunguko na uzio wa usalama wenye urefu wa kilomita 8. Huu mradi umeshafika 69%. Lakini pia katika uwanja wa ndege wa Mwanza, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika hivi sasa, najua hii imekuwa ni kero ya muda mrefu, kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa ujenzi wa jengo la abiria na miundombinu yake unaendelea, na taarifa ya awali imeshakamilika na sasa ipo katika maboresho. Lengo letu ni lazima tujenge jengo la abiria la kisasa Mwanza, kwa sababu ule ndio uwanja wetu mkubwa namba 2. Kama unataka kuangalia viwanja vyetu vikubwa vya kimataifa, ukiondoa Dar es Salaam, tunao Kilimanjaro, tunao uwanja wetu wa Mwanza ambao sisi kama serikali tunauona uwanja huu kama uwanja wa kimkakati. Kwa hiyo jengo lile litajengwa. Najua abiria wanaotumia uwanja wa Mwanza wamekuwa na maombi ya muda mrefu. Kazi hii hatujaiacha, inaendelea na tutaikamilisha. Tunajenga uwanja wa ndege Serengeti. Tumeamua kujenga viwanja vya ndege katika maeneo ya hifadhi, na huku mbele nitawaambia namna ambavyo sekta hii ya usafiri na usafirishaji ilivyoleta matokeo makubwa katika sekta ya utalii. Kwa mamlaka ya viwanja vya ndege pia inafanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika kiwanja cha kimataifa cha ndege Serengeti. Kazi hiyo itahusisha usanifu wa miundombinu ya kiwanja cha ndege, usanifu wa jengo la abiria, jengo la mizigo na mfumo wa taa za kuongozea ndege. Tunategemea kwamba tufanye kazi hii kwa ushirikiano na shirika letu la hifadhi ya jamii la PSSF, tuwe na kiwanja kizuri pale Serengeti kwa ajili ya kuongeza idadi ya watalii na kuvutia utalii zaidi katika nchi yetu. Lakini tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Kiabajwa kule Kagera. Tumeshakamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, na muda wote pia tutaanza kujenga miundombinu mbalimbali ya uwanja huu. Tunafanya kazi pia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato Dodoma. Wote mnafahamu, tumeshawapitisha mara nyingi waandishi wa habari. Mradi huu unajengwa na umegawanyika katika sehemu 2. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, maegesho ya ndege, barabara za kuingia na kutoka, barabara za viingilio, usimikaji wa taa za kuongozea ndege na ujenzi wa uzio wa usalama. Tunatumia pale shilingi bilioni 165.627. Kazi hii imefika 90%. Sehemu ya pili tutahusisha ujenzi wa jengo la abiria, maegesho ya magari, kituo cha umeme na miundombinu saidizi kwa gharama ya shilingi bilioni 194, ukitekelezwa pale pale katika uwanja wa kimataifa wa Msalato. Lakini pia tunao uwanja Shinyanga. Kazi ya uwanja huu ukarabati wake na upanuzi unaendelea, ukihusisha ujenzi wa barabara ya kuruka ndege yenye uwezo wa kupokea ndege za Q400 Bombardier, ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria 250,000 kwa mwaka, na ujenzi wa maegesho ya ndege, njia unganishi, mifereji ya maji, kituo cha umeme na maeneo mengine ya usalama. Lakini pia tunajenga pia kiwanja cha ndege cha Tabora. Mradi huu na wenyewe kazi inaelekea ukingoni. Tumefika 98%. Mradi huu utakapoanza kutumika utahudumia takriban abiria 500,000 kwa mwaka, na serikali inatumia shilingi bilioni 26.1. Pia tunajenga uwanja wa ndege kule Kigoma. Mradi huu sasa hivi umefikia 42%. Tutatumia shilingi bilioni 46.68 na kazi sasa hivi inaendelea. Uwanja utakuwa na uwezo wa kuhudumia abiria 400 kwa wakati mmoja. Lakini pia tunafanya kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Mradi huu upo katika hatua za mwisho, ukihusisha ukarabati na upanuzi wa kiwanja cha ndege cha Sumbawanga ambao unatekelezwa pale kwa gharama ya shilingi bilioni 60. Kazi hii pia ikikamilika, tunategemea ndege zetu za ATCL zitaanza kufanya kazi katika uwanja huu. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, tunafanya uwekezaji huu kwa sababu tunataka kuvutia mashirika mengi ya ndege yaje kufanya kazi katika nchi yetu, yalete abiria wengi, yatuongezee watalii, pamoja na fursa nyingine mbalimbali za uwekezaji na biashara. Na kazi ambazo tumezifanya hususan katika viwanja vyetu vya kimataifa, huu hapa wa Julius Nyerere Dar es Salaam, lakini pia uwanja wetu wa kimataifa wa KIA Kilimanjaro, zimeanza kutuonesha matokeo makubwa. Hivi ninavyozungumza nanyi, katika kipindi cha mwaka mmoja tu uliopita,
tumevutia kampuni kubwa za kimataifa za ndege 7 kutokana na uboreshaji wa miundombinu, huduma za kiusalama na huduma nyingine mbalimbali katika viwanja hivi, na kampuni hizi zinaendelea kufanya kazi katika viwanja vyetu. Tunao Airlink, tunao Zambia Airways, Saudia Air France, Skywards Express, tunao South Africa Airways na Air Air ambao kabla hawakuwepo. Kwa sasa wanatua katika viwanja vyetu na wanaendelea kuongeza idadi ya watu wanaokuja Tanzania. Sasa kutokana na maboresho tuliyofanya katika miundombinu ya usalama katika uwanja wetu huu wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini pia katika uwanja wetu wa Kilimanjaro, matokeo makubwa zaidi tunayatarajia katika kipindi kijacho kama ambavyo nitasema hapo baadaye. Sasa mamlaka yetu ya viwanja vya ndege imeendelea kukusanya takwimu rasmi za uendeshaji wa viwanja katika viwanja takriban 61 ambavyo vinahudumiwa na uwanja huu. Lakini takwimu hizi zinaonesha tumepiga hatua kubwa katika malengo yetu ya kuongeza watu ambao wanakuja Tanzania kupitia katika viwanja vyetu vya ndege. Kwa mfano, takwimu za mwaka 2023-24 tulikuwa na safari za ndege 148,897 ambazo zilisafirisha abiria 5,150,000 kama na 50 hivi kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza tumeanza kupata mafanikio makubwa na sasa idadi ya abiria imeongezeka sana. Mwaka huu 2025-26 tunategemea kufikia rekodi ambayo hatujawahi kufikia ya kuwa na safari zaidi ya 182,000 za ndege ambazo tunatarajia zituletee abiria zaidi ya milioni 6. Abiria zaidi ya milioni 6. Sisi malengo yetu tufike abiria milioni 10. Safari hii tunategemea kufika zaidi ya abiria milioni 6. Na hivi ninavyozungumza, kati ya mwezi Julai na mwezi Disemba mwaka 2025, yani nusu ya kwanza ya mwaka huu 25-26, tayari tumeshafanya safari za ndege 91,760 na tumeshasafirisha abiria milioni 371,081. Kwa hiyo dalili ni njema na inaonesha tunafanya vizuri katika eneo hili la kuongeza idadi ya watu wanaosafiri kupitia viwanja vyetu, lakini safari za ndege ambazo zinakuja hapa kwetu. Serikali imeendelea kuwekeza katika ununuzi wa ndege mpya ili kuboresha karakana, ili kuboresha shirika letu la ndege, lakini pia tunafanya kazi ya kuboresha karakana zetu, kuimarisha mazingira ya kazi na kutekeleza mikakati yetu mbalimbali ya kuongeza ubora na huduma zinazotolewa katika viwanja vyetu. Moja ya jitihada kubwa ambazo tunazifanya, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kununua ndege zaidi ili tuimarishe shirika letu la ndege. Na mimi niko hapa kuhakikishia kwamba kwenye lengo hili tumepata mafanikio makubwa. Shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, limeanza kutajwa kama moja ya mashirika yenye nguvu barani Afrika kutokana na mtandao wake wa kutoa huduma. Hivi ninavyozungumza nanyi, shirika letu la ndege linatua katika jumla ya vituo 33 vya ndani ya nchi na nje ya nchi. Tuna vituo 16 ndani ya nchi, yani hapa Tanzania, na tuna vituo 17 nje ya nchi, tukitumia ndege ambazo serikali imenunua na zimekabidhiwa kwa shirika letu la ndege la ATCL. Shirika letu linafanya vizuri sana. Ninavyozungumza nanyi, tayari kupitia ATCL shirika letu hili tuna ndege 16. Na ningeomba niwakumbushe wa Tanzania, maana wakati mwingine watu wanasahau. Tunazo ndege 4 za masafa marefu ambazo zinakwenda maeneo ya mbali: Mumbai, Johannesburg, Accra, Ghana, kama mmesikia karibuni, zinakwenda huko. Tunazo ndege hizo 4 aina ya Boeing 787-8 Dreamliner 3 na tuna Boeing 767-300F1 ya mizigo, na zinafanya kazi nzuri sana. Tunazo ndege za masafa ya kati 6 Airbus 220 ama A220-300 4 na Boeing 737 Max 9 2, na zote zinafanya kazi na zinafanya kazi vizuri sana zikienda katika maeneo mbalimbali. Lakini pia tunazo ndege za masafa mafupi Bombardier -8 Q400 5 na ile ya zamani ile ambayo tulikuwa nayo tangu miaka ya nyuma Q300 1. Kwa jumla ziko 16. Zinaendelea kufanya kazi nzuri
Kama nilivyosema, tunatua katika vituo 33, tunatua Johannesburg, tunatua Mtwara, Iringa, lakini pia tunataka kuanzisha safari Pemba, Lagos, Kinshasa, Victoria Falls, Cape Town na Accra, Ghana. Upanuzi huu umeimarisha uunganishwaji wa Tanzania na masoko ya kikanda na kimataifa, umeongeza uhakika wa safari za anga, kukuza utalii wa ndani na nje, pamoja na kuongeza fursa za biashara na mapato ya kigeni. Kwa katika kipindi cha miaka 5 hii ijayo, pia tutaendelea kufanya kazi hii kubwa ya kuongeza idadi ya ndege katika shirika letu la ndege ATCL. Wote mmesikia katika ilani ya uchaguzi imetajwa tutanunua ndege 8. Lakini leo niko hapa kuambia kwamba mwaka huu 2026 serikali itanunua ndege 4 aina ya Bombardier Q400 kwa ajili ya kuimarisha mtandao wetu wa huduma za ndege za kampuni ya ATCL. Lengo letu ni kwamba shirika letu hili liwe kichocheo muhimu cha utalii, biashara na uwekezaji kwenye nchi yetu. Duniani watalii kabla hawajafanya uamuzi wa kwenda kufanya utalii kwenye nchi, wanaangalia kwanza uhakika wa usafiri. Na ndio maana serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akaona umuhimu wa kutia nguvu zaidi. Tutanunua ndege 8, tufanye sasa jumla ya ndege zetu kufika 24 kupitia ATCL. Lakini pia tutaongeza zaidi Bombardier ili tuongeze vituo vingi zaidi vya ndani ya nchi. Ndugu zangu waandishi wa habari, pamoja na uwekezaji huu wa serikali, ATCL pia imeendelea kuongeza uwezo wake wa kuhudumia abiria. Katika kipindi cha mwaka 2021-22, ATCL ilihudumia abiria 822,232, lakini hivi ninavyozungumza nanyi tumeshafikia rekodi ya kuhudumia abiria zaidi ya 1,400,000. Takwimu hizi tutazifikia katika mwaka huu 2025-26, na katika kipindi kifupi cha Julai mpaka Disemba tayari tumeshahudumia abiria 709,432. Kwa ndoto yetu ya kufika abiria 1,400,000 inawezekana, na tayari tumeona dalili hiyo ya uhakika kabisa. Lakini pia ongezeko kubwa la mahitaji ya abiria wanaotumia ndege zetu za ATCL. Lakini pia kuna kwa upande wa usafirishaji wa mizigo, na wenyewe kama mtakumbuka tumenunua ndege moja ya mizigo na wenyewe umeanza kuongezeka. Katika mwaka 2021-22 tulisafirisha tani 6,919, lakini mwaka huu tunategemea kuongeza tulisafirisha tani 2,567, na mwaka huu tunategemea tutafika tani 6,912. Hiyo ndio shughuli ya Bombardier. Hiyo ndio ndege yetu mojawapo ya Bombardier. Hizi tunazitumia zaidi kwa safari za ndani na nchi jirani. Kwa wale wanaokwenda Songea, Mwanza, Kilimanjaro, Mbeya, tunaweza kutumia ndege za aina hiyo. Lakini tunayo aina nyingine, zile za masafa ya kati, zile Airbus ambazo ndio zinakwenda kwenye nchi mbalimbali za ndani ya Afrika. Lakini zile za masafa ya mbali kabisa ndio zile Dreamliner. Kwa ndugu zangu, shirika letu la ndege linaendelea kufanya kazi vizuri. Hali kadhalika limeendelea kuchangia vizuri katika uchumi wa nchi yetu. Makusanyo ya ndege ya kampuni yetu ya ATCL yamefikia dola za Marekani milioni 157.69 katika kipindi cha mwaka 24-25, ikiwa ni sawa na ongezeko la 87% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika mwaka huu 2024-25 ATCL pia imefanikiwa kuchangia shilingi bilioni 52.35 kama kodi, ada na tozo za kisheria, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasema shirika letu hili limekuwa mzigo. Nataka niwaambieni linachangia katika pato la taifa, lakini pia linatoa mchango mkubwa katika maendeleo ya utalii wetu, kama ambavyo hapo baadaye nitasema katika mkutano huu. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa sababu leo nilisema tunazungumzia eneo la usafirishaji, eneo lingine kubwa ambalo tunaendelea kufanya vizuri serikali ni eneo la usafirishaji wa reli. Sasa wote mnafahamu kwamba tunao mradi mkubwa wa reli tunaouwekeza kama nchi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kisasa SGR, kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma, ili tuunganishe na nchi zetu jirani. Mradi huu unakwenda vizuri na kazi ya ujenzi inaendelea. Huduma za SGR zinaendelea kutolewa kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Wote mnafahamu zimetoa msaada mkubwa sana kwa wananchi,
waliokuwa wanatumia mpaka saa 12 kwa siku, na sasa wanatumia kati ya saa 3 mpaka 4 kusafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Tumefanya kazi kubwa tangu kazi hii ilipoanza mwezi Disemba hadi kufika Disemba 2025. SGR treni zetu zimeshasafirisha abiria zaidi ya 4,665,000. Lakini pia tumeshasafirisha mizigo, tuliambia tunaanza mizigo. Tumeshasafirisha zaidi ya tani 52,305. Lakini pia Watanzania zaidi ya 207,468 wamepata ajira kupitia SGR. Kwa hiyo hizo ndio faida kubwa ambazo tumezipata kupitia SGR, na kazi hii inaendelea. Huduma za SGR zimeongeza tija katika uchumi, biashara na utalii, hususan kwa wasafiri wanaoelekea katika maeneo ya hifadhi. Niliwaambia kuhusu kufungamanisha usafiri na utalii. Kwa hiyo wanaokwenda Mikumi, Ruaha na Udzungwa. Sasa hivi mtu anayekwenda huko kutokea Dar es Salaam anachukua SGR mpaka Morogoro au mpaka Dodoma. Baada ya hapo anaendelea katika maeneo haya ya hifadhi na mambo yake yanakuwa ni mepesi katika upande wa usafiri. Lakini pia tunafanya kazi kubwa ya kufanya ukarabati wa reli yetu ya kati ile ya zamani MGR. Niliwaambia kabla kwamba tunajenga SGR, lakini hatutaiacha reli yetu tuliyokuwa nayo MGR. Mpaka sasa kazi zinazoendelea ni kuendelea kuondoa reli ya ratili 45, tuweke reli ile kubwa yenye nguvu zaidi, yenye uwezo zaidi ya ratili 80. Tunaendelea kuongeza uwezo wa madaraja kutoka XL13 ili yaweze kupitisha kutoka tani 13.5 ili yaweze kupitisha tani 18.5. Lakini pia tumesaini mkataba wa ukarabati wa kipande cha Tabora hadi Kigoma kilomita 411. Mtakumbuka hiki kipande mara nyingi kimekuwa kikitusumbua, kinatuletea usumbufu mkubwa, na mawasiliano ya reli ya MGR yamekuwa kikatika mara kadhaa kwa kipande hiki. Kwa hiyo tumesha saini mkataba na tutakikarabati kiwe vizuri. Wenzetu wa Kigoma wale wanaotumia MGR kwa sasa waondokane na hii adha ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara. Lakini pia hatukuishia kwenye MGR peke yake. Serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Zambia ambao tunashirikiana katika uendeshaji wa reli ya TAZARA, tumefanya hatua kubwa katika kipindi hiki cha siku 100. Tumesaini mkataba wa makubaliano na serikali ya China kupitia kampuni ya CCECC ya kuanza rasmi safari ya ukarabati wa reli yetu ya TAZARA. Tunakarabati reli hii kwa mkataba wa dola za Marekani bilioni 1.4, sawasawa na zaidi ya shilingi trilioni 3.5 za Kitanzania. Tunataka reli yetu ya TAZARA iongeze ufanisi, na safari hii imeanza. Tutakuwa na wenzetu kampuni hii watakarabati na wataiendesha reli hii kwa makubaliano maalum ambayo kwetu sisi kwanza yamepunguza gharama za uendeshaji wa SGR. Tulikuwa tunatumia zaidi ya shilingi bilioni 28 kuendesha SGR. Fedha zilikuwa zinatoka serikalini. Sasa hivi hawa wataendesha kwa gharama zao, na bado sisi kama serikali tutakuwa tunapata gawio, tunapata faida kutokana na uendeshaji wa reli hii. Ni reli ambayo kwa miaka mingi imetuletea changamoto nyingi, na ilikuwa sasa kama haitupi manufaa tuliyotarajia. Serikali imefanya uamuzi wa kimkakati kwa ajili ya kwenda kuongeza uwekezaji na kufanya reli yetu ya TAZARA iwe na matokeo makubwa. Na kizuri zaidi, reli hii pamoja na kufanya uwekezaji pale, ukienda pale Morogoro tunatengeneza sehemu ambayo reli yetu itaweza kubadilishana mizigo na abiria na SGR. Tukifanya hivyo, maana yake ni kwamba mizigo yetu inayopitishwa kwa SGR itakuwa pia inaweza kuhamishwa na ikasafirishwa kwa reli ya TAZARA. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo tunaifanya. Tunaiunganisha nchi kutoka magharibi kwenda mashariki, kutoka kusini kwenda kaskazini. Tunao mradi mwingine wa kuunganisha reli yetu ya kaskazini, pamoja na kuwepo kwa mpango wa kujenga SGR. Lakini pia reli iliyopo tunaiboresha ili iendelee kutoa huduma, wakati utekelezaji wa ujenzi wa SGR ya kaskazini ukiwa unafanyiwa maandalizi ya mwisho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye eneo hili la usafirishaji pia tumefanya kazi kubwa ya kuimarisha bandari. Sasa katika kipindi cha mwaka 2024-2025, nusu ya kwanza ya mwaka 2025-2026, serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari na usafirishaji wa majini kama muhimili muhimu wa biashara ya ndani, kikanda na kimataifa. Upanuzi katika bandari ya Dar es Salaam unaendelea. Nitaongea kwa kifupi kwa sababu tulizungumza nanyi takriban wiki 3 zilizopita.
tunafanya upanuzi mkubwa katika bandari ya Dar es Salaam ambao unajumuisha ujenzi wa magati 10 mapya. Tunajenga matenki 15 ya kupokelea mafuta yenye ujazo wa mita za ujazo 378,000. Lakini pia tunafanya ujenzi wa magati mawili ya awali yenye urefu wa mita 500 ambao unatarajiwa kuanza mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, huku ujenzi wa matenki ukiendelea. Maboresho haya yataongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia hadi kufikia tani milioni 50 ikilinganishwa na sasa ambapo bandari yetu inatoa huduma ama inahudumia mzigo tani milioni 32. Lakini pia serikali imeanza maandalizi ya ujenzi wa bandari kubwa ya kisasa ya Bagamoyo. Awamu ya kwanza itahusisha ujenzi wa gati lenye urefu wa kilomita 1.3, uwezo wa kuhudumia meli za kisasa za Mega Max. Kwa wale wanaojua mambo ya meli, tutakuwa tuna uwezo wa kuhudumia meli hizi kupitia bandari yetu ya Bagamoyo. Kazi hii imeanza. Lakini pia tunao mradi wa Kurasini Logistic Terminal. Serikali imeanza kutekeleza mradi huu kwa lengo la kupunguza msongamano wa makasha bandarini, ambayo wenzetu wanaotumia huduma za bandari wamekuwa wakilalamikia jambo hili, lakini pia kuboresha uhifadhi wa mizigo inayoharibika. Mradi huu tunategemea uhusishe eneo la mita za mraba 210,000 na utatuwezesha sasa kuongeza uwezo wa kuhifadhi makasha hadi kufikia 700,000. Kwa sasa awamu ya kwanza ya mita za mraba 81,000 inaendelea kutekelezwa. Ndugu zangu, pia tunafanya kazi kama hii katika maziwa yetu makuu. Tunajenga sasa hivi tumekamilisha maboresho katika bandari ya Kemondo, bandari ya Bukoba, lakini bandari hizi katika ziwa Victoria zinatarajiwa kuwa kitovu cha usafirishaji kati ya Bukoba, Mwanza na bandari za Uganda. Hili litatuongezea sana biashara katika ukanda na kupunguza gharama za usafiri. Tunaendelea pia na ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao kule Mtwara. Tunasema ni bandari maalum itakayotumika kusafirisha mizigo michafu. Sio neno zuri sana, lakini mizigo michafu tuna maana ya makaa ya mawe na vitu kama simenti vitasafirishwa hapo, kwa sababu tukichanganya na mizigo mingine kumekuwa kuna malalamiko ya watumiaji wa bandari kwamba ni muhimu mizigo hii itenganishwe. Kazi hii inaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza nanyi, kazi imefika 18%. Lakini pia tunaendelea na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay katika ziwa Nyasa, gati la kuhudumia meli na shehena ya magari yani rolo. Kazi hiyo inaendelea kufanywa, jengo la abiria, jengo la utawala, miundombinu ya barabara na uzio, na mradi huu umefika 46%. Tunajenga pia meli, ujenzi wa meli katika ziwa Victoria, ziwa Victoria meli zinaendelea kujengwa, lakini pia katika ziwa Tanganyika ambako pia meli zinaendelea kujengwa. Kwa kazi hizi tunaendelea kuzifanya, meli mbalimbali sitazitaja hapa kwa sababu ya muda, lakini kazi hizi zinaendelea kufanyika kote huko. Sasa tunajenga pia bandari pale Kilwa. Bandari ya Kilwa ni mahususi kwa ajili ya uvuvi, lakini tangu tumeanza uendelezaji wa bandari ile, tumeona fursa kubwa na muhimu ya bandari ile kutumika kwa utalii, na meli nyingi za utalii zimekuwa zikitua katika bandari ya Kilwa, na watalii wanatua pale ili waweze kuendelea katika maeneo mbalimbali ya utalii. Kazi hii inaenda vizuri, na hivi ninavyozungumza nanyi mkandarasi anaendelea na kazi ya ujenzi kukamilisha kwa maeneo ambayo yamebaki. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, nimesema tunafungamanisha masuala ya utalii na usafirishaji. Sasa usafirishaji, nikirejea kidogo kwenye usafirishaji wa anga, tumepata matokeo makubwa sana. Hivi ninavyozungumza nanyi, tumeandika rekodi nyingi katika eneo la utalii. Usafiri pia umechangia, na leo ningependa kubadilishana nanyi taarifa chache kuhusiana na mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kwenye sekta ya utalii. Ni sekta ambayo inategemea mambo mengine mengi. Hili la usafiri na usafirishaji ni mojawapo, lakini pia kazi ambayo inatakiwa ifanywe ya kunadi vivutio vyetu vya utalii. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi na rasilimali nyingi za utalii zinazojumuisha vivutio vya asili, utamaduni, malikale, historia na vivutio vilivyoundwa na binadamu. Miongoni mwa vivutio vinavyoitangaza Tanzania kimataifa ni hifadhi yetu ya Serengeti, mlima Kilimanjaro, hifadhi ya Ngorongoro, Ruaha, Mikumi na Zanzibar. Maendeleo katika sekta hii yamekuwa makubwa sana. Katika kipindi kifupi cha mwaka 2024-2025 tumeona ongezeko la watalii kutoka 2,141,895 hadi kufikia watalii 2,294,495. Ongezeko la watalii wa ndani
limekuwa pia kwa kiwango kizuri, kutoka watalii milioni 3,218,000 mpaka watalii milioni 3,610,960. Hao ni watalii wa ndani. Watalii hawa wote ukiwajumlisha kwa pamoja, kati ya 24 na 25 wameongezeka kutoka milioni 5,360,247 na hadi mwisho wa mwaka 2025 tumesafirisha watalii milioni 5,09,455, sawa na ongezeko la 10%. Tunaendelea kupiga hatua kubwa katika eneo hili kwa sababu tunaamini kwamba ongezeko kubwa la utalii ni ongezeko kubwa la mapato kwa Watanzania. Kwa hiyo ni lazima tutekeleze afua mbalimbali za kuhakikisha tunaendelea kuongeza idadi hii ya watalii. Kwa ujumla, ukuaji huu umechangiwa na uboreshaji wa miundombinu ya usafiri, anga, reli na barabara, uwekezaji katika hifadhi zetu, lakini pia mikakati ya kimataifa ya kutangaza utalii. Tumepata nini baada ya kufanya jitihada hizi kubwa? Kwanza, ukijumuisha na kazi kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais kupitia filamu ya Royal Tour na Amazing Tanzania, nchi yetu imeanza kupata tuzo kubwa na nyingi za kimataifa. Tulikuwa tunapata tangu zamani, lakini hazikuwa nyingi kama ilivyo sasa. Na leo nitawapa mifano michache. Katika mwaka 2024 Tanzania imefanikiwa kupata tuzo za kimataifa, yani World Travel Awards, ambazo zinatambuliwa kimataifa katika maeneo yafuatayo. Kwanza, Tanzania ilishinda tuzo ya Africa's Leading Destination ya mwaka 2024, yani kuwa kivutio bora barani Afrika. Tumeshinda tuzo ya World Leading Safari Destination mwaka 2024, yani Tanzania imepata tuzo bora ya safari, yani utalii Tanzania. Tumepata tuzo ya World Leading National Park kupitia hifadhi yetu ya taifa Serengeti, ambayo imeshinda tuzo hii kwa miaka mitano mfululizo, mwaka 2019, 20, 21, 22, 23 na 24, mwaka wa 6 tumeshinda kupitia Serengeti. Tumeshinda tuzo ya African Leading Tourist Attraction mwaka 2024 kupitia mlima wetu Kilimanjaro. Tumeshinda tuzo ya Africa's Leading Tourist Board. Bodi yetu ya utalii inafanya vizuri kwa mwaka 2024. Lakini pia Tanzania imepata pia tuzo kwa mwaka 2025, tuzo za dunia za utalii. Teknolojia inanisumbua kidogo. Kwa mwaka 2025 tumerejea tena kupata tuzo ya World's Leading Safari Destination. Tukapata tena tuzo ya World Leading National Park kupitia hifadhi ya Serengeti. Tukapata tuzo nyingine ya World's Leading Balloon Ride Operator, ule utalii wa baluni kule Serengeti. Tumepata tuzo nyingine ya World Leading Exclusive Private Island kupitia Jumeirah Thunder Island. Tumepata pia tuzo ya Africa's Best Corporate Retreat Destination Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapata hizi tuzo zote kwa sababu kuna kazi kubwa imefanyika ya kuimarisha utalii wetu na kuimarisha maeneo yetu ya utalii, ambayo licha ya kuwa ya asili, serikali imechukua hatua madhubuti ya kuyaboresha, kuyaimarisha na kuyafanya yavutie watalii wengi kuja kutembelea. Jitihada hizi tunategemea zituletee matokeo makubwa katika safari yetu ya kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030, kama ambavyo imeelekezwa katika ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Kwa hivyo nataka kutumia nafasi hii kutoa wito kwa ndugu zangu, kwa Watanzania wote,
kuhakikisha tunatumia fursa hizi ipasavyo za utalii, kwa sababu utalii huu utakuwa hauna maana kama utakuja kufanyika kwenye nchi yetu na sisi tukabakia kama watazamaji. Wale ambao wanafanya biashara, wale ambao wanaendesha shughuli mbalimbali za kutoa huduma, tuhakikishe tunazitoa huduma hizo kwa ubora unaotakiwa ili tuweze kunufaika ipasavyo na uwekezaji huu mkubwa unaofanyika kwenye utalii. Na sisi kwa upande wa serikali, nimezungumza hapa kuhusu shirika letu la ndege ATCL. Tunatambua uwepo wa fursa hizi na umuhimu wake. Ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua serikali itoe fedha za kutosha kuhakikisha tunafanya uwekezaji huu mkubwa, nchi yetu iweze kunufaika na utalii. Na mimi nataka niwaambie, mwaka 2027 nchi yetu itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya mpira wa kandanda barani Afrika, AFCON. Tunategemea maeneo yetu haya ya utalii, huduma zetu za usafiri na usafirishaji zituletee matokeo yanayotarajiwa. Nimezungumza hapa kuhusu kuanza utekelezaji wa dira 2050 mwezi wa 7 mwaka huu. Ni dira ambayo itagharimiwa kwa kiasi kikubwa kwa 70% na sekta binafsi. Serikalini huku pamoja na taasisi zake ni kama 30%. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kila Mtanzania anatakiwa achangamke, tukamate fursa. Leo tunaita mashindano ya AFCON. Matarajio yetu ni kwamba watu mbalimbali wajipange kwenye maeneo yao, mashindano haya yatuachie ongezeko kubwa la watalii kwenye nchi yetu, yatuletee wawekezaji kwenye madini, kwenye kilimo. Tunatarajia tuone wadau wetu waliopo kwenye sekta ya kilimo wanatumia mashindano haya kutangaza mazao yetu tunayozalisha katika maeneo mbalimbali, bidhaa zetu tunazozalisha kupitia madini, kupitia uvuvi, kupitia ufugaji na maeneo mengine, ili baada ya mashindano haya tuwe na connections, tuwe na masoko mbalimbali duniani kote. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania tufanye hivyo. Na kwa upande wa shirika letu la ndege ATCL, tumeshaandaa mkakati sisi serikali wa kuhakikisha katika mashindano haya ya AFCON tunalitumia shirika hili kimkakati. Moja, tutaongeza safari nyingi kuelekea kwenye maeneo yote ambayo mashindano yatafanyika, Tanzania, Kenya na Uganda, ili asitokee hata mtu mmoja atakayeshindwa kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwenda kutazama mpira. Hilo moja. Ndege zetu zinazofanya safari za kimataifa tutazifanyia branding, tutazipiga rangi, yani semaje, tutazipamba kwa AFCON ili kuitangazia dunia kwamba AFCON inakuja kufanyika Tanzania. Mimi ninachoomba ndugu zangu wa Tanzania, kwa sababu tuna fursa hii kubwa, kila mmoja kwenye eneo lake ajipange kimkakati. Kama una duka, kama una kampuni ya utalii, kama una kampuni ya uzalishaji wa bidhaa za kilimo, jiandae kimkakati kupata connections, kufanya biashara nje ya mipaka yetu. Tunao mkakati sisi kupitia Wizara ya Kilimo wa kuongeza uchangiaji wa Wizara ya Kilimo katika pato la taifa kufikia 10% ifikapo 2030. Mkakati ule maana yake ni kwamba kila anayefanya uzalishaji wa bidhaa ni lazima aongeze tija, tuzalishe kwa wingi zaidi ili nchi yetu iweze kufikia kiwango hicho. Na hicho tutakifikia kama tutaongeza mauzo yetu nje ya nchi. Tunataka tuongeze mauzo yetu ya mchele nje ya nchi, mauzo yetu ya mazao ya mifugo, nyama, ufugaji wa samaki na mengine mengi. Kwa hiyo kila mmoja kwenye eneo lake achangamke. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimezungumza mengi, mengine nitayapata kutokana na maswali yenu, lakini kwa hapa Dar es Salaam kazi ya uimarishaji wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji inaendelea. Moja ni ujenzi wa miradi yetu ya BRT, kazi inakwenda vizuri. BRT moja ile ya Kimara mjini Posta inaendelea kufanya kazi vizuri. Najua tulikuwa na changamoto kidogo ya mabasi, lakini sasa hali imetulia. Serikali imefanya uamuzi wa kimkakati wa kushirikisha sekta binafsi katika usafirishaji wa abiria na kazi inakwenda vizuri. Tumeanza safari ya Kimara mjini, lakini pia kutoka mjini kwenda Mbagara. Hivi sasa tuko katika maandalizi ya mwisho ya kutoka mjini kwenda Gongo la Mboto. Kampuni yetu ya UDAT imeshaleta mabasi 49 na mengine 99 yanakuja kwa ajili ya kutoa huduma katika safari hii, lakini pia tunao wazabuni ambao watakuja kutoa huduma katika safari hii. Yako maeneo mengine ambayo pia tumepata wazabuni wengine na tutaendelea kuongeza wazabuni wengi iwezekanavyo, tuwe na mabasi mengi na mazuri kwa ajili ya kutoa huduma ndani ya jiji la Dar es Salaam. Wakati pia kazi
za ujenzi wa miundombinu zikiwa zinaendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, niliona niseme hayo machache, lakini mengine kama kuna mtu atakuwa na maswali, niko tayari kuyapokea maswali na kuyajibu. Lakini kwa kifupi, hiyo ndio kazi kubwa iliyofanywa na serikali katika eneo hili la usafiri na usafirishaji. Yako maeneo mengi, lakini angalau haya machache nimeona niwaambie leo, mjue kwamba kazi inaendelea, ikiwepo katika uwanja huu wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Karibuni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Kama kuna yeyote mwenye maswali au kama mmetosheka, tufunge duka tuondoke. Karibu sana dada. Asante. Jina langu ni Asnati Mkiramweni. Mimi ni mwandishi wa gazeti la Uhuru. Katika upande wa sekta hiyo ya usafiri na usafirishaji, kuna taarifa tumeiona ya kukamatwa kwa meli ambayo inadaiwa ina bendera ya Tanzania na inadaiwa imebeba tani takribani 6.6 za dawa za kulevya. Unaweza ukatusaidia kupata ufafanuzi juu ya hilo? Okay. Asante Mkiramwene. Nipokee swali jingine. Okay. Mimi ni Msuya Suleiman, niko Raia Mwema gazeti na digital. Na maswali takriban 4. Swali la kwanza ni kuhusiana na sababu mzungumzia sekta zote 4 za usafirishaji. Bandari. Matokeo chanya ya kutoa mzigo kwa bandari kuwa na ufanisi imekuwa ni madhila kwa wananchi ambao wanakaa ukanda huo wa bandari, kwa kuongezeka kwa ICD nyingi ambazo zinasababisha foleni ya magari mpaka kwenye makazi ya wananchi, hasa wilaya ya Temeke. Labda hili serikali mnalizungumziaje? Na ile dhana ya kwamba tunahamia Kwala, kwa nini inaonekana ikawa vile imekwama? Tatizo ni nini? Swali la pili ni hapa hapo tulipo. Nyuma yangu hapo kuna sehemu inaitwa Kipunguni. Hawa wananchi wana miaka 5 wamewekwa stuck kuhamishwa kama walivyoelekezwa na serikali kwamba itawalipa fidia zao waondoke. Na kwa sababu ya kufanywa wasiendeleze makazi yao, hivyo nyumba zimechoka na hawajalipwa. Labda msemaji wa serikali tusaidie. Ni lini rasmi zoezi la kuondoa watu wa Kipunguni litakamilika na hao watu kwenda kuanza maisha mapya kama mlivyoahidi? Swali la tatu ni swali la reli ya SGR. Tunashukuru kwamba kutoka Dar es Salaam Dodoma tunaserereka. Lakini kutoka pale Dodoma kuelekea kwingine inaonekana ile kasi ya Dodoma Dar es Salaam haipo. Nini changamoto? Je, wananchi waamini yanaosema mitandaoni kwamba serikali haina fedha? Swali lingine ni swala la hilo la tatu. La 4 ilikuwa ni BRT. Kama unatumia BRT unaishi, mtu anaishi Kimara, ni kama vile yuko Jehanamu. Yale magari watu wanajazana, na hali ya sasa hivi Dar es Salaam joto ni mateso. Msemaji, hebu jaribu siku moja kupanda ile uone utamu wake, labda utaweza kuelezea vizuri namna ya kubadilisha yale magari, kama sababu yale magari mengi hayatumiki. Na sababu ambayo hayatumiki ni kwamba mwekezaji anasema bado kuna mabasi yanatoka Mbagala, yanatoka Kongowe, yanatoka Chamazi, yanaenda Posta, yanaenda Kariakoo. Hivyo abiria ni wachache. Sasa iwapo yule magari yanasimamisha, mengine yamebaki pale, labda kwa ustawi wa kibinadamu, haki za binadamu, mngewahamishia wa Kimara ili na wao wapate AC kidogo kuliko mateso wanayopitia. Haya Msuya, asante sana. Wewe niajibu kwanza haya mawili ya Msuya na dada Mkiramweni pale. La kwanza hili ulilolisema, ni kweli tunaona changamoto kwa wenzetu wanaotoka Kimara kuja mjini. Hii njia ina mzabuni mwingine, sio yule wa mabasi ya kijani ambaye wengi mnamzungumza, yule Moffat ambaye yeye njia yake ni ya mjini kwenda Mbagara. Sasa tulikuwa na mkataba naye wa muda mfupi. Mkataba ule ulipokwisha, sasa hivi tunakamilisha makubaliano ya kuongeza tena mkataba naye ili aongeze muda kwa ajili ya kutoa huduma kati ya Kimara na mjini, wakati Transda kampuni ambayo
ndio tumekubaliana itafanya kazi kwenye eneo hili, ambayo inakuja na mabasi takriban 120 itakuja kufanya kazi kwenye eneo hilo. Kwa hiyo hili jambo linafanywa kazi na litakamilika katika muda mfupi ujao. Niwaombe wananchi wa Kimara wawe na uvumilivu kidogo, tunakamilisha taratibu. Baada ya hapo hali itarejea, na hata hayo magari ya kampuni ambayo imepangwa kwa ajili ya njia hii ya Kimara Posta na yenyewe yatakuwa na AC. Kwa hiyo itakuwa mambo mazuri kama ilivyo mjini kwenda Mbagala. Swali jingine, manake nimeanza na Msuya, umeuliza kuhusu Dodoma, Dar es Salaam Dodoma, mambo mazuri kutoka Dodoma kuelekea mbele huko. Mambo yamekwama? Mambo hayajakwama, kazi zinaendelea mpaka hivi sasa. Katika kilomita zote zaidi ya 1200 za SGR tutakazojenga, tumeshajenga kilomita 741 na kazi zinaendelea. Kadiri tutakapokuwa tunakamilisha, tutaongeza safari kwenda kwenye kipande kinachofuata ili tukamilishe njia zote. Ndugu zangu, uwekezaji katika SGR sio kitu kidogo. Serikali inakwenda kuwekeza zaidi ya dola za Marekani bilioni 10 katika mradi huu, zaidi ya shilingi trilioni 25. Ndio mradi mkubwa kuliko miradi yote Tanzania. Kwa hiyo sio mradi ambao utakwisha kwa siku moja, utachukua muda kidogo, lakini mwishowe tutafika. Na kadiri tunavyosogea, tutakuwa tunaongeza safari za treni ili wale ambao maeneo yao yamekamilika waendelee kupata huduma. Fidia Kipunguni, taratibu zinakamilika. Na ni kweli kwamba imechukua muda mrefu, lakini taratibu tunakamilisha, tuko ukingoni. Sio muda mrefu watapewa fidia zao ili eneo liweze kubaki kwa ajili ya huduma za uwanja wa ndege. Natambua hilo nalo lisema Msuya, lakini taratibu ziko mwishoni, zitakamilika sio muda mrefu. ICD zimekuwa nyingi, zimekuwa kero, na ndio maana nimekuambia juu ya utekelezaji wa mradi wetu wa Kurasini Logistic Terminal. Huu mradi utapunguza sana changamoto ya kuwepo kwa ICD nyingi, kwa sababu ICD zimekuwa nyingi kwa sababu watu wanatafuta sehemu za kuhifadhi mizigo yao. Kwa hiyo sisi tukitekeleza mradi huu, maana yake tutaongeza ukubwa wa eneo ndani ya bandari la kuhifadhi mizigo la kufikia mita za mraba 210,000. Tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi makontena 700,000 katika eneo hili. Manake ni kwamba tutakuwa tumeongeza uwezo mkubwa, na sasa ICD zitapungua kwa sababu watu wengi wataweka mizigo yao katika eneo la bandari. Dara Mkilamweni ameuliza kuhusu Bombardier, nazo zina kelele. Hasa hii ndio Bombardier Q300. Ndege hii ilikuwepo kabla ya ndege zingine 15 zilizonunuliwa kati ya mwaka 2018 na mwaka jana 2024. Hapo ilipo ina injini zote mpya. Injini zake ni za mwaka 2025. Kwa hiyo hiyo ndege imerudi kuwa mpya kwa 85%. Inaendelea kutoa huduma. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu Mkilamweni, umeuliza kuhusu meli iliyokamatwa kule El Salvador. Ni kweli tumepokea hii taarifa, na baada ya kutazama katika takwimu zetu tumebaini kwamba ni meli ambayo imesajiliwa kule Zanzibar, na wenzetu wamesajili hii meli kupitia wakala naitwa Konarina. Ni utaratibu ambao sisi kama nchi kupitia kwenye shirika lile la meli duniani sisi ni wanachama. Kwa wenzetu Zanzibar walisajili hii meli kupitia kwa wakala, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba ukiwa kwenye lile shirika ile International Maritime Organization una uwezo wa kuwa na mawakala mbalimbali ambao watakusaidia kusajili meli katika maeneo mbalimbali. Kwa baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii, kwenye taarifa ambayo imetoka, mmesikia kwamba hakuna Mtanzania
aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi wa pili, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa nadhani FMS Eagles. FMS Eagles. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa. Na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya dola 20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezifanya kwa haraka, angalau wa Tanzania mjue kwamba kwanza ni kweli meli iliyosajiliwa imesajiliwa Tanzania, lakini ni meli ya nje ya nchi na ilikuwa inafanya kazi huko nje ya nchi. Lakini kwa sababu imevunja taratibu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari imeshaanza kuchukua hatua na baadaye watakuja kutoa taarifa rasmi ya hatua zingine ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezichukua kuhusiana na meli hii. Lakini ni meli ambayo ilikuwa na wageni, haikuwa na Mtanzania hata mmoja. Sasa ndugu zangu, maswali hayo nimeyajibu, sasa ni matano. Pote jingine. Asante msemaji. Jina langu ni Ikunda Eric, ni mwandishi wa gazeti la Habari Leo. Nina swali dogo tu kwa kuongezea kwa Msuya kuhusiana na hizi ICD. Kwa barabara ya Mandela, ukiangalia miundombinu imeshaharibika, ile barabara ya Town Roads. Sasa sijafahamu ni hatua gani zinachukuliwa na serikali kwa ajili ya wale waloweka ICD ambao wanapaki pembezoni mwa barabara, na ukiangalia sasa hivi wameshazimegua zote. Kwa hiyo kuna ukarabati tena wa ile barabara kubwa kutokana na hizo ICD. Je, ni hatua gani serikali inazifanya? Asante Kunda. Hatua ya kwanza, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila karibuni atafanya ziara ya kupitia haya maeneo yote yenye ICD. ICD zinasajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ICD ambayo itakuwa imewekwa mahali kinyume cha sheria, hatua za kisheria zitachukuliwa. Na bahati nzuri leo asubuhi nilikuwa nazungumza naye, akanieleza juu ya hatua ambazo tayari mkoa umeanza kuzichukua kukabiliana na msongamano mkubwa wa magari barabarani, ambao kwa sehemu pia umechangiwa na hizi ICD ambazo zimewekwa katika maeneo mbalimbali, ambazo magari yanapokwenda kuchukua mizigo yamekuwa yakisababisha usumbufu mkubwa barabarani. Sasa nimewaambia juu ya mradi mkubwa ambao unatekelezwa kule bandarini, ambao utapunguza kwa kiasi kikubwa hizi ICD zilizoko mitaani, kwa sababu mizigo mingi itapata sehemu ya kuhifadhiwa kule bandarini. Lakini pili, kutakuwa na utaratibu mzuri wa namna ya kuitoa mizigo. Tena Msuya aliuliza kuhusu bandari ya Kwala. Kwala mradi haujakwama, unaendelea kutoa huduma. Tunachokifanya sasa hivi kwa upande wa serikali ni kuendelea kuhamasisha wadau kutumia bandari ya Kwala, kwa sababu kumekuwa na bado, unajua ni huduma, ni jambo jipya, kwa bado watu wengi wanataka waje wachukulie mizigo Dar es Salaam, lakini tunaandaa utaratibu ambao utalazimu mizigo hii iende kachukuliwe kule. Lakini jambo la pili kubwa, msongamano wa magari Dar es Salaam pamoja na kazi kubwa ya ujenzi wa barabara za mwendokasi BRT pia umekuwa ukichangiwa na tatizo kubwa la baadhi ya miundombinu yetu ya madaraja ambayo yamekuwa mabovu na kusababisha magari mengi kutumia barabara chache zilizopo. Sasa serikali imefanya nini? Tunaendelea na ujenzi wa madaraja makubwa ambayo yamekuwa kero kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Nafurahi kuambia kwamba hivi ninavyozungumza nanyi, daraja la Jangwani ambalo tunajenga kwa gharama ya shilingi bilioni 97
Hivi ninavyozungumza nanyi ujenzi wake umefika 40%. Litatusaidia sana kupunguza msongamano wa magari ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pili, tunajenga barabara la Kigogo. Tunatumia shilingi bilioni 17. Kazi hii imefika 67%. Na lenyewe litatusaidia sana kupunguza msongamano. Tunajenga daraja linalounganisha Mto Ng'ombe pale Mkwajuni kwa shilingi bilioni 11. Hii kazi imefika 80%. Tunajenga daraja la Mto Nguva kule Kigamboni. Kazi hii imefika na yenyewe inakwenda vizuri, tunatumia kama shilingi bilioni 8. Tunajenga pia kule Kunduchi. Kazi imefika, tumekamilisha kwa 100% kwa shilingi bilioni 24, na watu wote ambao mnatumia barabara ile mtaona namna ambavyo imesaidia sana movement ya magari kwenye lile eneo. Tunajenga pia daraja katika eneo la Kongoe kule Mbagara kwa bilioni 54, na pale tutaweka pia na flyover. Tukikamilisha miradi hii pamoja na kukamilisha mradi wetu wa kuhifadhi makontena na mizigo kule bandarini, tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa adha ambayo leo inaonekana kusababishwa na ICDs ambazo zimetapakaa katika maeneo mbalimbali ya jiji. Karibuni sana. Baadaye uje kwa huyu jamaa hapa. Ndio. Naitwa Beda Msimbe na wakilisha Bisky Media, pia ni mwenyekiti wa chama blogger nchini Tanzania. Ndio Beda. Nashukuru kwa maelezo makubwa ulioleta, lakini mimi na maswali mawili matatu kuhusu usafiri wa anga. Usafiri wa ndege unaonekana kama anasa. Sasa kwa nini unaonekana anasa? Ni kwa sababu fee na tozo nyingine ziko juu. Serikali ina mpango gani wa kupunguza hizo tozo ili usafiri usionekane kwa matajiri peke yake? Hilo swali langu la kwanza. La pili ni kwamba hivi tumejiandaa kiasi gani kunapotokea majanga katika viwanja vyetu vya ndege, hasa viwanja vyetu vikuu. La tatu ni kwamba wenzetu majirani wanajitangaza sana kwamba wao ni hub ya aviation. Sasa hapa nyumbani pamoja na MOU ya TAA na TRC, nini kinafanyika ili tuwe hub hapa nyumbani? Asante. Asante kaka Beda Msimbe. Swali la kwanza, usafiri wa anga, tozo zimekuwa nyingi, tumelipata hili kutoka kwa wadau, linafanyiwa kazi. Wacha sitaki niseme leo, wacha tusubiri bajeti ya serikali inakuja mwezi wa 6, tutaona hatua zilizochukuliwa, lakini ni jambo ambalo tumeliona na tungependa tuli address kimkakati. Jambo la pili, tumejiandaa vipi kwa majanga? Hapa tulipo penyewe, ukigeuka nyuma yako hapo unaona tuna kituo kizuri kabisa cha zimamoto. Hii ni moja ya afua ambazo tunazifanya. Vituo vyetu vyote tumehakikisha tunaimarisha huduma za usalama. Moja ni vituo vyetu vya zimamoto, lakini kama mtakumbuka, serikali imefanya uwekezaji mkubwa wa kujenga rada za kuongozea ndege katika maeneo mbalimbali kwenye nchi yetu. Na sisi tumekuwa moja kati ya nchi zenye uhakika, zenye rada, huduma za rada nzuri katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Tumefanya uwekezaji huu katika kuhakikisha kwamba wanaotumia huduma za usafiri wa anga zinakuwa wanatumia hizi huduma kwa usalama zaidi. Na labda niunganishe kwenye swali lako hili ndugu Beda. Siku 2 zilizopita tulipata changamoto Mwanza, na ni kazi ya vifaa vyetu ama uwekezaji wetu tuliofanya kwenye usalama. Ndege yetu ya ATCL ilipokuwa inatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, ilipofika Mwanza kulikuwa na mvua nyingi na wingu zito. Ikashindwa kutua mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ilikuwa inaongozwa na uwekezaji ambao tumeufanya kwenye huduma zetu za rada na vifaa vyetu ambavyo vinaangalia usalama wa anga, na ndipo rubani akaamua kwenda kutua ndege yetu Kilimanjaro KIA. Ni bahati mbaya mwandishi wa habari mwenzetu mmoja, sijui alikuwa amepatwa na nini, akawa ameandika aliyoandika, lakini kilichofanyika siku ile ni moja ya hatua madhubuti ya kuhakikisha kwenye usafiri wetu wa anga usalama wa abiria ni kipaumbele namba 1. Na ningewaomba sana ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoandika habari zinazohusu masuala ya usalama wa anga, tusiweke hisia zetu. Hili ni jambo ambalo linasimamiwa kitaaluma, na wenzetu wanaosimamia usafiri wa anga wana taratibu zao. Wakishasema hapa hapastahili ndege kutua, ndege haitatua, hata kama Beda una haraka kiasi gani, kwa sababu haraka yako haitakuwa na maana kama ndege itatua na itapata madhara ya kiusalama. Kwa hivyo tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye usalama wa anga,
na nchi yetu ni kati ya nchi ambazo zinafanya vizuri sana kwenye usalama wa anga. Actually hata shirika letu la ndege ATCL ni shirika ambalo lina viwango vya juu vya kuzingatia usalama kulingana na shirika la usalama wa anga duniani ICAO. Mara ya mwisho kwenye vipimo, kwenye uchunguzi uliofanywa ama utafiti uliofanywa na ICAO, shirika letu la ndege la ATCL limepata alama 86. Alama 86%. Kiwango cha chini ni alama 60. Sisi tumepata 86. Maana yake ni kwamba tunazingatia usalama kwa kiwango cha juu, usalama wa ndege zetu, lakini pia usalama wa miundombinu yetu ambayo ni viwanja vya ndege vinavyotoa huduma kwa ndege ama huduma za usafiri wa anga. Kwa hiyo hilo tunalifanya vizuri. Beda, usiwe na wasiwasi. Jingine umeuliza kuhusu wenzetu majirani zetu wako kwenye sasa hiyo ni ushindani, ni masuala ya biashara, watajitangaza. Lakini kuna mwanamuziki mmoja anaitwa Darasa, aliwahi kusema acha maneno, weka muziki. Sisi ni habu. Ndani ya muda mfupi wa chini ya miaka 10 tumeweza kuimarisha shirika letu la ndege kutoka ndege moja mpaka 16, na mwaka huu tutafika ndege 20. Mpaka mwaka 2030 tutafika ndege 28. Kwa hiyo mtu akijitangaza kwamba yeye ni habu, sisi habu unahesabiwa kwa uwezo wa namna gani unahudumia ukanda ama eneo ambalo wewe unajiona ni habu. Sisi tunaamini kwamba tunakoelekea tutakuwa ni habu muhimu ya Afrika katika usafiri wa anga, na hili jambo linakuja kwanza kwa kuimarisha shirika letu la ndege, lakini pili kwa kuendelea kuvutia ndege mbalimbali ziendelee kuja na kufanya safari kupitia Tanzania. Nimewaambia katika mwaka mmoja uliopita peke yake tumevutia kampuni za ndege 7 ambazo zinatoa huduma Tanzania. Maana yake ni kwamba wanaendelea kuona umuhimu wa Tanzania kuwa hub katika usafiri wa anga, na hili jambo tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tulisimamia kwa nguvu zote, kwa sababu unapokuwa hub ya usafiri wa anga ama unapokuwa kituo cha usafiri wa anga ziko faida nyingi unazozipata, na sisi kwa sababu tunataka watalii wengi, tukiwa hub manake ndio tutafikia hasa malengo hayo. Ndio tumalizie matatu ya mwisho basi kwa sababu ya muda. Ndio Mheshimiwa, kwa majina anaitwa Wilson Malima, ni mwandishi wa habari natoka gazeti la Daily News. Na maswali, ulizungumzia kuhusiana na ujenzi wa bandari kavu ya Kurasini pamoja na maboresho ya bandari. Sasa kuna hii barabara ya Nelson Mandela ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam. Kuna chombo kimoja kiliripoti kwamba uwepo wa mradi wa ujenzi wa barabara ya njia 8. Sasa ndio nilikuwa nataka kufahamu kama mradi huo kweli upo, tujue kwamba unatarajia kuanza lini na utakamilika lini, na kama mkandarasi yupo ashakamilika ni nani, na utahusisha gharama zipi, na itakuwa ni kipande kipi hadi wapi? Asante. Asante msemaji mkuu. Mimi hapa. Ndio. Naitwa James Kandoya. Mheshimiwa msemaji mkuu, hapa nyuma yetu kuna uwanja wa Julius Nyerere Terminal 2. Umezungumzia ukarabati wa viwanja vingi, lakini sijakusikia unazungumzia maybe tunafanya aina yote ya renovation. Lakini tayari katika moja ya ziara za Mheshimiwa Rais kule Ufaransa tulisaini MOU na ile kampuni ambayo ilikuja ilijenga uwanja wa ndege, kwa maana tungekuja kukarabati, na kupitia shirika lao la AFD walikubali kuja kufanya ukarabati. Bado nitakufahamu sasa so far lini tunaanza ukarabati wa kufanya uwe modern zaidi uwanja wetu wa Terminal 2. Terminal 2 ni kweli tulishasaini mkataba na mazungumzo yanaendelea. Tukikamilisha wakati wowote kazi itaanza. Huu ni mradi ambao karibu kwa kiasi kikubwa tumeshaufanyia maandalizi yote, na ilikuwa huo umeshaanza, lakini kuna mambo fulani tulikuwa tunayaweka sawa. Baada ya hapo tutaendelea, tutafanya kazi ya ukarabati kama ambavyo tulikuwa tumetangaza. Sasa labda kabla tujaenda swali jingine, ningejibu kabisa na swali la Malima. Barabara ya Nelson Mandela, ni kweli hiyo itakuwa katika awamu ya 5 ya utekelezaji wa mradi wa BRT. Tutajenga pale daraja la barabara hii ya Nelson Mandela. Mradi huu utagharimu euro milioni 178.
bado hatujaanza, lakini hii kazi itaanza muda wote kuanzia sasa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, mimi naitwa Henry Mabumo, niko shirika la utangazaji Tanzania TBC. Miaka ya nyuma iliyopita serikali ilikuwa na dhamira ya dhati kabisa na ilijenga stendi kubwa ya Magufuli. Na stendi ile kwa wastani tulikuwa tunashuhudia mabasi kati ya 300 hadi 400 yanatoka kwa siku moja, hususan kuanzia asubuhi. Mbali na kuanza kwa usafiri wa masaa 24 wa mabasi, lakini sasa hivi inaonekana idadi ya mabasi pale yanayotoka asubuhi yamekuwa madogo mno, kwanza. Lakini pili, stendi hii ni kwa sababu ya stendi zimehamia maeneo ya Shekilango na Manzese. Kumekuwa na mrundikano wa mabasi yanapaki pale, ile inapelekea ufanisi wa stendi ya Magufuli kushuka kila siku. Sasa je, serikali ina mpango gani kwa sasa na stendi ile ambayo imeweka fedha nyingi kwa takriban miaka kama 5 tu iliyopita? Asante Babumo, ni kweli unachokisema, limekuwa ni jambo gumu na lenye mjadala. Changamoto inayokuwepo ni moja, kwamba jiji la Dar es Salaam ni kubwa na watu wanatoka katika maeneo mbalimbali. Kuna wakati ambapo serikali tayari ilitoa maelekezo ya stendi hizi zifungwe, haya maeneo ambayo mabasi yanapakia abiria, na hasa eneo la Shekilango. Lakini baada ya tathmini tuliona kwanza tusitishe ule uamuzi kwa muda. Kwa tathmini inafanyika, baada ya hapo serikali itatoa mwelekeo. Lakini kupungua kwa mabasi katika stendi ya Magufuli sio kwa sababu hiyo peke yake. Ni kwa sababu pia serikali imeanza kutekeleza mpango wa mabasi kusafiri saa 24. Kwa hiyo mabasi sasa hayatoki mara moja saa 12 kama ambavyo tulizoea zamani. Yako mabasi yanatoka mchana. Mimi kwetu Songea sasa hivi mabasi ya Songea kutoka Dar es Salaam asubuhi hakuna tena. Wengi wanatoka mchana, wanatoka jioni, wanatoka usiku kabisa. Kwa hiyo ratiba za mabasi pia zimebadilika na mabasi yanafanya kazi saa 24, na kwa kweli tangu tumeanza utaratibu huu tumeona matokeo makubwa na watu wanafurahia. Kazi kubwa imefanyika ya kuhakikisha tunajipanga kusiwe na hatari nyingi za kiusalama, na kwa kweli hatujaona kibaya mpaka sasa. Na vyombo vyetu LATRA pamoja na jeshi la polisi wanaendelea kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunadhibiti athari ambazo zinaweza zikatokana na uamuzi huu wa mabasi yetu kufanya safari kwa saa 24. Hili la stendi za Shekilango, hebu ngoja kwanza tathmini ikamilike, halafu baada ya hapo serikali itatoa tamko. Tumalizie swali la mwisho. Asante. Mimi naitwa Bakari Kiango. Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika maelezo yako ulisema kwamba kuna mabasi 40 tayari kwa ajili ya mradi wa Moya 3 njia ya Gongo la Mboto. 49 samani. Tungependa kufahamu ni lini sasa yataanza kazi, na hayo 90 ulioahidi kwamba yanakuja lini, na mzabuni gani ambaye atakuwa anaendesha huo mradi wa Moya 3? Asante. Hayo ni mabasi ambayo yataletwa na UDAT. 49 yako tayari, muda wote yataanza kufanya kazi. Kuna mambo yalikuwa yanakamilishwa ya kimfumo, nashindwa kusema ni lini, lakini hata hayo 99 hivi ninavyozungumza yako bandarini, yameshafika, yako Tanzania, na yenyewe yakitoka yataungana kwa ajili ya kwanza kutoa huduma katika barabara ya Gongo la Mboto Posta. Jamani, tumemaliza, si ndio? Mimi nawashukuru sana kwa kuja leo hapa airport. Poleni mmepigwa na jua, lakini nilitaka tufanye mkutano wetu uwandani kama ambavyo niliahidi, kwamba sasa mambo ya kufanyia mikutano kwenye vyumba vya mikutano hiyo tutaacha mikutano mingine. Hii ya msemaji mkuu itakuwa inafanyika uwandani. Asanteni sana na tukutane wakati mwingine. Mama, baba, tulianza tukafanya ikaona, changamoto zikaruba ikaja, ila tukasimama kwenye kazi, kufanya kazi. Wazazi pia walisi, vita ni vita, magumu tumepita na twajenga taifa. Kazi endelee, kazi endelee, kazi endelee, kazi endelee, kazi